tunasema asante, hiyo kazi imetembea mzuri, Your Excellency. Your Excellency, kwa hizo kazi zote ambazo nimetaja, especially kwa soko, sisi kama serikali ya kaunti tumehamisha watu peacefully. We relocated all our people peacefully. In fact, one of the markets ambayo ilikuwa inakaa kama itakuwa taswishi sana is Kangangi, yenye tuliongea na wewe mbeleni. More than 3,000 traders in Kiambu town. But we relocated all of them peacefully, not a single one. Your Excellency, I want to assure you that even the remaining markets, the one in Wangigi, the one in Madaraka, in Thika, and this one here, we are going to relocate everyone peacefully. Ndio hiyo miradi ifike na imalizike. What I would want to say on behalf of the people of Kiambu, Your Excellency, hakuna mtu anapinga maendeleo hapa. We have no objection to maendeleo. Maendeleo is what we are all looking for. Your Excellency, ile tu kitu tu nitakuuliza kwa heshima sana, ni kwamba kuna watu wengine ambao wako kwa viti kwa kazi ambao hawajaelewa, Your Excellency, ya kwamba you as the president, you want the project on behalf of the people, but you also want the people, Your Excellency. Hata wewe unahitaji watu. Project ni wananchi, but you need the people. Your Excellency, nataka nikuulize kwa heshima. Watu wanaitwa Kenha, waite kikao pale kwa ofisi yako kidogo tu on the site. Because Your Excellency, juzi wamekuja hapa usiku, overnight. Na vibanda vya wafanyikazi wetu hapa wanafanya biashara ndogo ndogo, more than 300 zikachoma usiku. The following morning wakakuja kusema ya kwamba ati wanajenga kitu hapo, giving the wrong impression. Because Your Excellency, the project you do, you also want to have the pride ya kwamba the people you have done it on behalf of are happy. Na sisi tunasemanga mwabirilio mwega niguoke. Yes. So Your Excellency, ningekuomba ukae naye pale hapa Githurai, Your Excellency, kwa ile stage inajengwa. Your Excellency, kwa ile stage inajengwa, Your Excellency, pale Githurai, tunahitaji stage, we want it, we welcome it, we say thank you. Jambo tungependa tu kuuliza with respect, Your Excellency, jambo tu ningependa kuuliza kwa heshima. Pale Githurai, as much as we want the project and we support it and we support you, Your Excellency, on the project, lakini it does not cost anything for those gentlemen to come and sit with us. Na tunatafuta solution very easy, Your Excellency. Tunaweza kuhesabu hawa watu na tuseme kila mtu shilingi only 20,000 or 10,000 na watu wakae kama wamefurahia. So Your Excellency, that is the only request I would have, ya kwamba uite hao ndio waweze kuelewa, especially at this time, Your Excellency. Let them be more sensitive to what is happening. So Your Excellency, nataka nikukaribishe niseme ya kwamba hii barabara umetuahidi ya Thika, kama kuna beneficiaries wa hii expressway ni hawa watu wa JCM. Hapa kuna kuanga na jam 24 hours a day hapa nje. Ukitupatia hiyo na utupatie chochoro hapa kidogo, hizi hapa ndani, na especially ile barabara kubwa ya kuingia hivi ya Gekumari, tutashukuru Your Excellency. So Mungu akubariki sana rais wetu. Anytime when you want to come to Kiambu, hii mahali you are welcome. Just come, Your Excellency. Hakuna shida yoyote. Na mimi najua ya kwamba hii gurudumu tutasukuma. Saa zingine kazi inafanyika hapa na inafanyika, na ndio unasikia tunasema hapa, Your Excellency, ya kwamba kazi ndio hiyo. Ile Your Excellency, zile ECD classes uliwacha nikijenga. As of today nimejenga a total of 512 na nimemaliza. Nimejenga bus parks, Your Excellency, nimejenga mabarabara, nimeweka mataya ile ya sola, mataya 13,000. Na sasa Your Excellency, kazi sisi tunasukuma na hatuna maneno. The only thing we do is work, na hatuna siasa mbovu. Kazi yetu ni tunataka maendeleo ionekane. Haya, asanteni sana, Mungu awabariki. Roho ndio hiyo.
Kazi ndio hiyo. Your Excellency, mimi nasema asante sana. Mungu akubariki na kutenda vyema. Asante. Asante. Asante Governor. Na kwa sasa naomba nimkaribishe kiongozi wa walio wengi Kimani Ichung'wah, alafu pia atamkaribisha waziri, tukienda hivyo na ratiba. Tumpigie makofi tafadhali. Kimani Ichung'wah, karibu. Asante sana. Tumpigie Governor makofi tena. Mheshimiwa Rais, Bishop Ben na kanisa la JCM, hamjambo. God is good and all the time, and that is his nature. Wow. Mheshimiwa Rais, kabla niseme machache, na ningependa niwajulishe viongozi wengine wa serikali ambao wako hapa. Najua wengine walikuwa wamejulishwa kwetu. Tuko na chairperson wetu wa Earthy Water ambaye ni mshirika wa hili kanisa, Mama Mary Wamboi Mongai. Tuko na Wangoro Mwangi, director wa Biovax Kenya, ndiye huyo. Tuko na Peter Mushendo, director wetu kutoka Konza Technopolis. Emma Wangare, huyo ambaye alikuwa anashindana na mama wa Muradha kwa kiti cha Women Rep. Dr. Andrew Kimani, CEO Transport Licensing Appeals Board, ndiye huyo. Amos Shege ni commissioner Nairobi Rivers Commission. Tuko na PS Salome Mohia, ndiye huyo wetu wa Correctional Services. We have the PS Public Health, PS Mary Modhoni, I'm told she's here. Sijui amekaa wapi ama ametoka nje. Your Excellency, nitauliza wabunge pia wenye wako hapa wasimame tu hapa ili tuwajulishe. Wabunge wetu wa bunge la kitaifa, tuje tu wote hapa tafadhali kwa heshima, sababu ya kuokoa masaa ya kanisa. Huyu anaitwa Karen Nyamu, Senator Karen Nyamu. Wapungie mkono tu hivyo. Senator Karen Nyamu ni nominated Senator Nairobi. Mheshimiwa Maina Karovia ni mbunge wetu wa Iyala. Mheshimiwa Wainaina Iraya, nominated member of parliament kutoka huko Eldoret. Mheshimiwa Sabina Shege ni mbunge wetu nominated. Newe osio moigu amena Reverend Ben magere zioko haishakirema. Na nake aki abude muhedagi ke mwemwe tu mugaithanie. 1 minute. Thank you, Majority Leader. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Dr. William Ruto, Bishop wetu Bishop Ben. Yangu ni machache, Rais. Kwanza ni kukushukuru kwa ile kazi umetufanyia hapa kwetu Kiambu, mambo ya masoko, mambo ya barabara, hiyo kazi yote inaendelea. Na sisi ile agano ambalo tuliahidiana na wewe 2013 ya kwamba tutashikilia Mheshimiwa Uhuru Kenyatta miaka 10 na wewe tukushikilie miaka 10. Sisi hatujatoka kwa hilo agano ambalo tulikuahidia Mheshimiwa Rais. Na tunakuombea, maana ile kazi ambao hata kama vile Bishop Ben amesema, ile kazi ambao umefanya inaonekana. Na tumesema sisi hatutatembea kama Nicodemus usiku. Ati usiku nakuambia na kusupport, mchana sikusupport. Sisi tuko na wewe mchana, tuko na wewe usiku, kwa maana tumeamini maono ambao uko nayo ya taifa letu la Kenya. Na hapo ndio tumeng'ang'ania tuhakikisha ya kwamba 2027 kwa baraka za Mwenyezi Mungu utarudi kuwa rais. Tumalizane na deni yako ya miaka 10 na sisi tuanze kujipanga kuendelea mbele. Asante sana. Mheshimiwa Kagombe. JCM hoye. JCM hoye. Rais wa Jamhuri yetu ya Kenya, Rais Dr. William Samoei Ruto, Bishop Ben, Reverend Joy, nikitumia itifaki zote zilizowekwa. Mimi nataka kushukuru sana Rais siku ya leo kwa kuja kuabudu na sisi hapa. Tulikuwa hapa siku ya
Jumapili iliyopita, na tukafurahia sana kuwa katika halaiki ya watu ambao wako hapa katika kanisa hili, kwa sababu ni kanisa tuliona lina utu, kwamba sio tu kuhubiri bali kuna utu. Mimi rais, ningetaka kukuambia hapa, sisi watu wa Kiambu tuko na wewe na tuko gangari, na sisi tumesimama imara. Wakati tumeongea hapa na Bishop Ben, anasema kwamba Biblia imesema mara 17 kwamba kutakuwa na manabii wa uongo. Huo wakati ambao Biblia imesema umefika. Kuna manabii wa uongo wengi sana hapa. Sisi tuliomba kwamba tupate ujuzi ama werevu ambayo ni gift ya Holy Spirit ya discernment, ya kutambua manabii wa ukweli na wa uongo. Na mimi nikiangalia wewe ni nabii wa ukweli. Kwa hivyo sisi tuko nyuma yako na tunakushukuru kwa kazi ambayo unaendelea kutufanyia. Asante sana na karibu hapa Kiambu. Karibu Mama Alice Ng'ang'a kutoka Thika. Karibu. Asante sana rais wetu mpendwa Bishop Ben. Asante sana. Tulikuwa na wewe hapa Sunday na tukasoma hapa na Mheshimiwa Kawanjiko na Mheshimiwa Kagombe, na tukaahidi ya kwamba tukiwa na Mheshimiwa King'ara ya kwamba rais atatembea, na ametembea, na asante sana rais. Ya pili, Your Excellency, ya pili ningetaka kusema ya kwamba vile Mama Bishop ambaye akumalizia kukuambia, next month wako na Women's Conference na iko na wamama 2000 na wametuarika na Anne wa Muratha. Sisi tungetaka chief guest awe our first lady ndio asome na hawa mama 2000. Hiyo conference wanga kubwa sana na wamama wangefurahia sana. Wamama wa JCM oye! Wamama wa JCM oye! Mungetaka mama wa taifa asome pamoja na sisi? Mungetaka mama wa taifa asome pamoja na sisi? Asante sana Your Excellency, akisoma na sisi tutafurahia sana. Na hiyo ingine ambayo tunataka kusema Your Excellency, ya kwamba maendeleo ya hapa kwetu Kiambu tumeiona na macho. Your Excellency, tunataka kusema ya kwamba mtu akitoka Thika saa 4 am akitaka kufika Nairobi saa 2, traffic jam uanga kubwa sana. So this expressway, it is for all of us ambao tunatumia super highway. Ya pili Your Excellency, pale kutoka Muthaiga kuelekea Dumberi, tafadhali hiyo barabara ya Kiambu Road, pia hiyo jam uanga inaanzia asubuhi inafika jioni. Your Excellency, wacha ni kuongezea ingine. Unaona kufika hapa kwa Bishop wetu Ben, hapa hii barabara ukikuja nao zamani, hii imetoka pale Ruaka. Ukitufungulia hiyo barabara ikuje yote ishikane na Kamakis, hapa kwetu maneno itakuwa swari kwa sababu there is a lot of traffic. Your Excellency, zile soko ambazo ulitupatia sisi kama watu wa Kiambu, they are 29 in number. I want to tell you, when we are here, we are at 80%, all of them to completion. Ndio wamama mboga wale tuliwaambia bottom up waweze kupigia biashara kwa hizo soko. Your Excellency, tena mimi nimetembea hii Kiambu. Pale kwetu Thika kama wajumbe, tulikuja kule State House. Tukakuambia ya kwamba ile uwanja wetu wa stadium ulijulikana kwa miaka mingi sana, ya kwamba siasa yote inapikiwa pale Thika. Na ungeangalia hiyo stadium ikuwa kwa hali mzuri. Tunataka kukushukuru siku ya leo kwa sababu umetupatia capacity ya 10,000 sitting. Hiyo ni maendeleo ile tunasema tugokira rege tene tugothure. Tugokira rege tene tugothure, kwa sababu watu wa Thika wameona hizo barabara.
Mimi kabla niketi, Your Excellency, nimekuambia nimetembea hii Kiambu. Pahali ambapo kuna sasa shida kubwa sana ni pahali panaitwa Matangine Road ya kuenda pale Kimbo. Tafadhali tupatie hiyo barabara, na ingine inaitwa Darugo Nyashava Road. Tunakushukuru siku ya leo, Your Excellency, kwa sababu wakati ulikuwa umekuja pale panaitwa Gatondo North, ulitupatia barabara ya kule Githunguri ambayo inaitwa Karia, ilikuwa inasumbua watu sana. Tunataka kuambia asante, contractor ndio anaenda kuingia next week. Asante sana, Your Excellency. Your Excellency, nikiwa hapa JCM iko mbele ya Ngai, sisi hatutachoka kupatia Bishop chakula ya kuangalia wakongwe. Tutaendelea kuangalia iko mbele ya Ngai, totienoga kuheana iko mbele ya Ngai irio. Bishop wito, nilikuambia Sunday nikiwa hapa, wajerire hapa kwa hii madhabahu one teri munoru, na mundu wothe arugama haha ni arathima teri ni munoru. Na tena ukasema siku ya leo ukihubiri, Keng'ara alitaja kidogo ya kwamba kila mtu na maono yake, na mtu asiambio sio maono yake. Rais William Ruto asingekuwa tangatanga, angekuwa rais wa Kenya. Na mimi Mama Alice Wamboi Ng'ang'a, Mama Simba, nitaenda kila kona ya Kiambu County nikitafuta kiti cha governor, na Mwenyezi Mungu ambariki. Asante sana. Asante Mama Alice Ng'ang'a. Haya, tuwe watulivu. Mheshimiwa Rais, nilisahau kidogo kumjulisha government spokesperson wetu ambaye ni mtoto wetu wa hapa Ruiru, Mheshimiwa Isaac Mwaura. Alikuwa mbunge wetu hapa Ruiru na ndiye spokesperson wa serikali yetu. Mheshimiwa Rais, pia nimesahau Mama Wangoi B, alikuwa anasimama women rep jirani yetu pande ya Nairobi. Mheshimiwa Senator Koge, kuja dakika moja tu usalimie watu sababu wewe ni mshirika kwa hii kanisa. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa William Samoei Ruto, na itifaki zote za kazi zinazokuheshimika, Mwadha ya Rogo Show, Bwana Yesu asifiwe. JCM. Mheshimiwa Rais, yangu itakuwa tu dakika hiyo moja sababu waheshimiwa bunge wameongea, wamesema mambo ya miradi na maendeleo na wakasema vile serikali inafanya. Yangu itakuwa tu moja sababu hili ndio kanisa langu. Hawa wanarika wa JCM ni zaidi ya 5,000. Wanakujanga hapa kusoma hii TVET iko hapa, na baada ya kusoma hapa wamewekewa na Bishop mahali wana watch game, wana television hapo. Sasa ile tu kitu moja walikuwa wamenituma Mheshimiwa Rais kwako, ndio nataka nikuongelesha hawa wakisikia Bishop, nataka kuongelesha Rais hiyo dakika moja. Hawa wanarika walinituma wakaniambia, sababu unatuambia wewe ni rafiki wa Rais, tunaomba tu kwa hii kanisa wanataka waweze kuadvance kwa hiyo television na wapate gaming zingine hapa kwa kanisa, kwa sababu kuokoka si kuboeka, wakimaliza wanatulia hapa. Na wako na budget yao, waliniambia wameweka budget ya milioni 3, ukituchangia hapo itakuwa sawa. Mungu awabariki, na kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu mimi ndiye seneta wa Kiambu 2027. Asante Senator Koge. Si Bishop ametuambia kila mtu aitike mwito alioitwa. Senator Koge ameitika, na najua tuko na aspirants wengi. Hatuna nafasi sababu tuko kanisani ya kuwajulisha wote. Mheshimiwa Rais, unajua kwa chama chetu cha UDA tulisajili aspirants wengi sana na bado wanaendelea kujisajili ambao wanataka kuomba viti kwa chama chetu cha UDA. Nikubaliane na Mheshimiwa Mama County ile mwito ameita ya kuwa tuwe wangwana hasa wakati tuko kanisani. Na siasa vile nilisema tukiwa pale Gatondo zitajipanga tu, tusiwe na wasiwasi. Kila mtu vile Bishop amesema auze maono yake, na tusichukiane, tusiwe na chuki.
Tupendane sababu sisi wote ni wa familia moja, sisi na Kiambu. Na tuchukue nafasi kama hii wakati rais ako pamoja na sisi. Kwanza kukushukuru rais kwa ile miradi ya maendeleo ambayo imekuja hapa Kiambu. Kuanzia masoko, affordable housing, hostels kama hiyo Mheshimiwa King'ara amesema yuko hapa kwa TVET ya watoto wetu 800 plus, and in every constituency in this county, Your Excellency, we have hostels, we have markets, we have affordable housing, we have roads under construction, including hizo zingine ambazo Mama Alice Ng'ang'a ametaja hapa. Najua hiyo ya Matangine imekuwa shida kubwa, na ulituuliza wakati tulikuja kukuona tukiwa wabunge tuongee na waziri Chirchir, na akatuahidi ya kuwa akifanya hii ya Rainbow Gekumare atajumuisha hata hiyo ya Matangine ili zijengwe pamoja. We don't take it for granted, Your Excellency, that over the last 2.5 to 3 years we have seen unmeasured levels of development come to Kiambu County. Tulikupea kura kwa wingi zaidi ya kaunti zingine zote Kenya. Na wewe pia umetupea pesa za maendeleo kwa wingi zaidi ya kaunti zile zingine zote Kenya, and we thank you when you come to Kiambu, and that is why we are saying our politics should not divide us. Jambo la muhimu ni wakati tulikuja kwa wananchi 2022 kuwaomba kura, ukawaambia wamama wa soko, mama mboga atatoka mavumbini mahali pa kunyeshewa na kuchomeka na jua na vumbi, umjengee masoko ya kisasa. Ndio hiyo masoko zaidi ya 30 ambayo yamejengwa, mengine yamekamilika na mengine yanaendelea kujengwa. Your Excellency, the State Department for Housing alone has invested over 50 billion shillings in affordable housing, markets and hostels for our students. The road sector, Your Excellency, Kiambu has been the biggest beneficiary. I don't think other than the Rironi-Mau Summit Road, there is any other county, hata Nairobi ambayo umeenda kusaidia na bilioni 80. Hiyo bilioni 80 ya Nairobi yetu already ya housing ni 50. Tukiongeza ya barabara, sababu hapa Rironi-Mau Summit inaanzia hapa kwetu Rironi, inaishia pale mbele ya Uplands, Nyambari, pande ya Lari. When we try to accumulate all the investment that you have put in roads in Kiambu County, it is over 120 billion shillings in 3 years. And Your Excellency, we can never take that for granted. That is why nataka kubaliana Mheshimiwa Kawanjiko, wakati tunasema tutashikana na wewe, tutalinda serikali yako na tutaipigania hadi upate term yako ya pili, it is because we are witnesses. We can see, we can feel, we can touch the work of your hands in the development of our county. Na sisi hakuna kitu kingine rais tuliomba kwa serikali. Tuliuliza maendeleo ili tutoe watu wetu vile Bishop anafanya hapa kanisani, kutoka pale bottom wakielekea up. And Bishop, thank you. Mheshimiwa Rais, nitubu dhambi, sababu huyu Bishop aliniombea. Huyu Bishop wakati alikuwa Kameme tumenyoroshana, ananinyorosha kwa Kameme na mimi nikishika microphone namnyorosha. Lakini last year tulikaa na yeye akaniombea, tukasemeheana na akaniambia ameitikia mwito wa kutumikia watu kupitia kanisa la Mwenyezi Mungu. And thank you, Bishop, for the great work that you are doing, not just in Kiambu County and Nairobi, but across the nation. Hii store ya Mungu haitawahi kosa, na ukisikia inapungukiwa, tafuta William Ruto. Ukikosa yeye, tafuta Kimani Ichung'wah. Sababu sisi wote, we are here to support you and we will continue to support you, Bishop, for the great work that you are doing. Thank you for encouraging us to answer to the call. And Your Excellency, as Bishop has said, answer to the call to transform our nation to a first world nation, and we continue to pray for you that you will continue with the work, the great work that you are doing to transform our nation into a first world nation. Kwa hayo mengi, ningetaka kwa heshima, tuko pia na gavana wa kwanza wa Kiambu, ambaye pia ni waziri wetu wa ICT,
Mheshimiwa Cabinet Secretary Kabogo ambaye anafanya kazi mzuri sana kwa Wizara ya ICT na Digital Highway. Karibu. Asante. God is good and all the time. Tafadhali nipungie mkono kama unaniona. Asante. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Mimi ni waziri wako wa Kenya, lakini kuzaliwa ni hapa. Na siasa ya Kiambu inakuanga moto na tamu. Nasema hivyo kwa minajili mimi nilikuwa mbunge hapa tamu 2, nikakuwa gavana hapa tamu 1, hawa wakanimuramura wakaniumagaria. Lakini mpaji ni Mungu. Kama vile mimi nimealikwa nikualike, na uniruhusu niulize swali langu moja, na nitauliza mara 3 kwa sababu huyu mngwana amesema kila swali mara 3. Ado modoni oyo atene William leo mlerwo ate mweterere ni mokuonio njira njira getigeno njira yakorwo ni uyu kirugame itu muhurero yakorwo ni uyu makofi jameni. Mimi sitasema siasa tuketi, lakini si kijana, na wanasema mzee huona mbali kuliko vijana. Mzee akiketi huona mbali kuliko vijana wakiwa juu ya miti. Mimi nimekuwa katika wakati wa Mheshimiwa Mwai Kibaki, nimekuwa katika wakati wa Mheshimiwa rafiki yangu Uhuru, na saa hii chini yake Mheshimiwa mpendwa Rais wa Jamhuri ya Kenya. Ile kazi huyu bana amefanya miaka 3, hakuna mwingine hapo mbele ashawahifanya. Kwa hivyo siseme hivyo kwa sababu ni waziri, kwa sababu ninaona, na pia wewe mahali uliko unaona kazi serikali ya Mheshimiwa William Ruto inafanya. Kutoka hapa asubuhi Nairobi ukienda Thika 1 hour 50 minutes. Na hivi karibuni, na atakuja kusema mwenyewe, hivi karibuni tutakuwa na expressway kama ile ya kutoka Westlands kwenda katika airport. Mimi mwenyewe Mheshimiwa Rais nasomesha watoto mayatima. Kuna kijana nilichukua pale Kameme Radio 2017. Huyo kijana akapeleka Mang'u, akasoma, akamaliza. Juzi amenikujia ananiambia nyumba mama amefungiwa kwa sababu ya shilingi 11,000. Nikapigia Hinga, nikamwambia najiomba niweze kutoa deposit ya huyu kijana na mamake wakae katika affordable housing. Wako kwa room 3 na wanalipa shilingi 9,000. Jamani, simpigie Mheshimiwa Rais makofi. Wengi hata mimi mwenyewe sikuamini serikali inaweza jenga manyumba ya affordable housing. Saa hii majumba ndiyo horizon ya Kenya mzima. Tunakushukuru Mheshimiwa Rais kwa kazi hiyo, na tunaomba Mwenyezi Mungu aweze kukubariki hiyo kazi iweze kuendelea. Nataka tuulize nyimbo moja tukimkaribisha Mheshimiwa Rais ndiye aweze kusema na sisi, na usichoke kuja hapa. Siasa hii umeona hapa itaendelea, lakini wote ni kukaa pamoja, kula pamoja kama watoto wa chumba moja. Siasa isitenganishe sisi. Kwa hivyo kwa hayo machache Mheshimiwa Rais, tusimame jameni tafadhali. Nyimbo tumkaribishe Mheshimiwa Rais. Safari yangu natembea
Asanteni sana, tunaweza keti chini. Thank you very much. Haya. Wana JCM hamjambo. Wana JCM hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Mwadhani agosho. Hebu nione kwa mikono. Bwana Yesu asifiwe. Hey. Yaani wana JCM. Mumenishangaza sana. Yaani nyinyi mumeweza. Yaani mumeweza. Sio kawaida kwenda kanisa yenye imejaa watu wengi kama nilivyoona hapa katika JCM. My brother Bishop Ben Kamau, nasema pongezi sana kwa the compassion you have demonstrated to the people of Ruiru and the people of Kenya. Congratulations. Na nataka nikuhakikishie ya kwamba hii kazi mzuri unayofanya hapa kanisani, you can count on my support. You can count on my support. And you can count on my partnership. Wakati nilipata mwaliko kwamba siku ya leo munasherehekea 3rd anniversary, yani kanisa yenu ni miaka 3 peke yake. Hey. Na ikifika miaka 5 na miaka 10, hii ni kanisa ya baraka jameni. Tumpigie Mungu makofi. Wakati nilipata hiyo habari, nikasema kwa vyovyote, nilikuwa mbali, lakini nikasema kwa vyovyote nitafika hapa niungane pamoja na nyinyi tusherehekee ushindi wa Mungu kwa kanisa lenu la JCM. Nimepata mafunzo mengi hapa kanisani. You have given compassion a new meaning. Wakati tulisema bottom up, sikujua hata pale kanisani kunaweza kufanyika bottom up. Leo nimeshuhudia bottom up macho kwa macho. Nimeambiwa hapa munawainua vijana mayatima. Hapa mnainua wamama wajane. Hapa mnainua vijana ambao hawana school fees, mnawalipia. Hapa wale hawana pesa ya kuanzisha biashara, mnawapatia pesa ya kuanzisha biashara. Kama kuna example ya bottom up nimeona hapa kanisani JCM. Na kwa hivyo
mimi nataka nieleze ya kwamba Mungu ambaye anaona matendo yenu mema atawazidishia baraka yake na mtawafikia wengi. Mimi nimefurahi pia kufika hapa Kiambu. Si mnajua hivyo? Mimi nawaambia watu wa Kiambu, asanteni sana kwa ushirika wenu, kwa urafiki wenu na vile tunafanya kazi kwa pamoja. Wakati tulipangana na nyinyi, mimi nilikubaliana na nyinyi ya kwamba kura zenu na baraka zenu za maombi ndio itatufanya tubadilishe Kiambu na tubadilishe Kenya. Na nimewarai ya kwamba nchi ama kaunti haibadilishwi kwa maneno, inabadilishwa kwa miradi na mipango ya maendeleo. Na mimi niliwaeleza, tunaelewana? Niliwaeleza kuna mambo lazima tubadilishe katika taifa letu la Kenya. Wakati tulisema bottom up, haikukuwa slogan, ilikuwa ni mpango. Tuliwaambia kina mama wetu ya kwamba pale wanafanya biashara tutawapangia mahali pazuri pa kufanya biashara, mahali kuna stima, kuna maji, kuna usafi, kuna cold room, kuna storage. Leo mimi nafurahi Kiambu. Kiambu ndio kaunti nambari 1 mahali tumejenga masoko mingi sana Kenya. Hapa Kiambu tunajenga soko 29. 26 of them karibu tunazimaliza. Na mimi nitarudi hapa Kiambu. Kazi yangu sasa kuanzia mwezi wa 6 ni kuja kufungua soko, napatia kina mama. Nafungua soko, napatia kina mama. Nafungua soko, napatia kina mama. Wakati tutakuwa tunafungua soko, pia tutakuja na stock ya kina mama kufanya pale ndani ya hiyo soko. Nyinyi mnanielewa? Tumetoa pesa ya serikali. Nimetoa pesa bilioni 5 ya kujenga masoko hapa Kiambu. Na hiyo kazi inaendelea. Kuna watu wengi hawakuamini, walituambia ya kwamba maneno tunasema ni uongo. Hawakuamini inawezekana. Leo I can confidently stand in Kiambu. The markets we are under construction. Some of them are about to be complete, and we are going to complete all the markets as per our promise to the people of Kiambu. Tunakubaliana jameni? Pia mulinieleza ya kwamba nipange mambo ya barabara. Bado tuko na barabara nyingi haijashughulikiwa hapa Kiambu. Si ni kweli? Leo Kiambu County, pesa ambayo tunatumia hapa mwaka huu peke yake ni bilioni 15. Barabara tulikubaliana na nyinyi ya Dioling ya kutoka pale Pangani mpaka Denderu. Hiyo barabara ni shilingi bilioni 22 na tuko na hiyo pesa. Contractor anakuja hapo, tutajenga, tutamaliza. Tutaunganisha hii barabara kutoka Kamakis hapa, mpaka ifike Kiambu town. Na nimewaeleza watu wa Kiambu, na hata hiyo hamkuniomba, mimi nimepanga mwenyewe. Nasema hii jam, si mnajua pale tukipita Githurai inaanza jam, inasumbua watu mpaka kufikia Museum Hill. Mimi nimewaeleza saa hizi na wapangia vile tulijenga ile barabara ya expressway kutoka Jomo Kenyatta mpaka Westlands. Sasa nafanya ukarabati mambo kidogo kidogo. Mwezi wa 9 mimi nakuja hapa kuanzisha expressway ya watu wa Kiambu ya kutoka hapa Thika mpaka Museum Hill. Ndio hiyo jam hiko pale tuondoe. Mnanielewa na Kiambu? Hakuna mtu aliniuliza, mimi mwenyewe ndio nimepanga. Ni mnanielewa? Tuko pamoja? Jambo la 3,
Bishop hapa amesema ya kwamba tuko na vijana wengi wanasomea katika TVET yenu hapa. Nilikubaliana na ndugu yangu Mheshimiwa King'ara ya kwamba ile Technical Training College iko hapa tunawajengea hostels. Tumetoa milioni 230 ya kujenga hostels ya Technical Training College yenu hapa Ruiru. Na hiyo kazi imeanza tayari, na sio hiyo peke yake. For your information, tunajenga hostels Kiambu County ya watoto 8,000 in Kiambu County. About 14 either TVETs or the universities ama KMTC tunajenga hostels kwa sababu hatutaki vijana wetu waishi katika vijongoji duni. We want them to live in decent places. Hiyo kazi yote tunafanya tukiwa pamoja. Vile vile mimi nataka muelewe kama wana Kiambu, katika ile program ya housing hapa Kiambu ndio inajengwa nyumba nyingi zaidi kuliko sehemu yoyote except Nairobi County. Hapa tunajenga nyumba 17,000. Tumetoa pesa ya serikali shilingi bilioni 43, na nyumba hizo zingine kama ya hapa Ruiru imekamilika. Mimi nitakuja kupatiana funguo, wananchi waishi kwa manyumba ambayo ni bei ya chini, lakini wanaishi kama wananchi wengine. Kiambu tunaelewana? Si tulikubaliana wera ni wera? Ama tulikubaliana namna gani? Si hapo kwa kazi ni kazi. Mimi nataka niwaeleze hiyo kazi yote mlionipatia. Nimesikia Bishop akisema hapa kwamba lazima tufukuzane na tuondoe njaa. Sio vizuri kati yetu, bado kuna watu wanalala njaa. Na ndio sababu niliwaeleza mambo ya kilimo tutapanga vizuri kama serikali. Leo tunazalisha mahindi zaidi, tunazalisha kahawa zaidi, tunazalisha chai zaidi. Tumeondoa brokers, tumefukuza wale makatels, tumepunguza gharama ya kilimo. Mbolea tumetoa 7,000 mpaka 2,500 kwa sababu tunataka kuzalisha chakula, tuondoe aibu ya njaa. Na mimi nataka nieleze Bishop, hiyo compassion ambayo unatoa chakula hapa kanisani, watu wasilale njaa. Tuko na mpango kabambe kama serikali. Tumesema tukienda mbele sasa tutaongeza sehemu ya kutengeneza chakula kupitia irrigation. Ndio mumesikia tunajenga dams 50 kubwa, 200 zile katikati na karibu 1,000 ndogo, ili tuhakikisha kwamba ekari 2,500, milioni 2.5 zaidi zipatikane, ndio tuzalishe chakula mpaka kila boma, kila mwananchi apate chakula kwa bei ya chini, ndio tufukuze njaa katika taifa letu la Kenya. Mimi nawauliza wana Kiambu, tuko pamoja? Nawauliza wana Kiambu ya kwamba tunataka tushirikiane, tufanye kazi kwa pamoja, tubadilishe nchi yetu. Mimi niko na uhakika, mimi niko na mpango ya kutosha, tukishirikiana na nyinyi na viongozi wote, ya kubadilisha taifa letu la Kenya. Na kwa sababu hiyo msikuwe na wasiwasi. Tuko pamoja? Msikuwe na wasiwasi. Tumeambiwa hapa ya kwamba si hata Biblia inasema kila mmoja wetu ataenda mbele ya Mungu, si ndio? Kila mtu ama si zote tutasimama mbele ya Mungu na tutoe account ya ile kazi tumefanya. Hata kwa hii siasa 2027 si kila mtu atakuja na ile kazi amefanya? Ama si mimi nitakuja na ile kazi nimefanya? Ya barabara si nitaleta, ya kilimo si nitaleta, ya housing si nitaleta, ya hiyo kazi nimefanya si nitaleta, ya SHA si nitaleta, na nyinyi ndio mutasahihisha ama namna gani? Kwa hivyo kila mtu ajipange na kazi yake.
hakuna mwananchi atapatia mtu kura kwa sababu ya fitina ama chuki ama vitimbi ama sarakasi. Neguo, tunaelewana? Sisi ndio wa kuchaguana. Si kila mtu atapimwa na kazi yake. Ule mtu ameng'edhia hajafanya kazi, si anaenda nyumbani? Ama tumeelewana? Mnasema tushirikiane hivyo. Kwa hivyo mimi niko na maneno matatu Bishop huyu ameuliza. Si amesema hii ni 3rd anniversary na amesema vitu itembee 3. Mimi niseme 3 basi, sio ile nasemanga kawaida ingine ya hapa sana. Bishop, mimi nataka nikushukuru kwa ile kazi unafanya kwa vijana mayatima kwa kuwasomesha. Asante sana. Umekuwa baba ya wale hawana baba, na kwa sababu ya hawa vijana, na nimesikia ya kwamba vijana wa hapa ni watu wa bidii, ni watu wa nidhamu, mimi nitakushikilia hawa vijana kwa miaka 3 ijayo, mwaka huu, mwaka ujao, ile inafuata. Kila mwaka nikianza leo nitakutumia milioni 3 ulipie hawa vijana. Ulipie, nikushikilie basari ya hawa vijana. Kila mwaka nitakutumia milioni 3 hawa vijana wasome. Sawa? Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, Bishop, nimeona kazi ambayo unaofanya kupitia kuinua watu ambao wanatafuta njia ya kufanya. Ile nyota ambayo nilianzisha imefikia vijana wa Kenya 120,000, na niko na awamu ya 2 na niko na awamu ya 3. Na kwa sababu hata na wewe naona unafanya nyota yako hapa kanisani, naona unafanya nyota yako hapa kanisani, basi mimi nitakuongeza milioni 5 ya kuendesha hii nyota yako ya kanisani. Ndio? Hii ya kanisani iendelee, si ndio? Na mimi nimesikia hii kanisa ni kanisa ya watu ati kanisa ya watu ati kanisa ya watu kutoka jamii. Asanteni sana. Hiyo ni yangu ya 2, si ndio? Ya mwisho, pia askofu ameniambia ya kwamba mko na mtaratara ya kununua hii sehemu yenu ya kujenga kanisa. Ndio? Ndio? Sasa ama mko na hiyo mtaratara inaendelea? So basi Bishop, utanitafutia account yako ya kanisa, alafu nitafanya ile kitu, si ndio? So Bishop, you will give me the account of the church. I will see how to help this church. Unajua mimi si ndio? Ama mnataka nifanye namna gani? Endelee namna hiyo? Bas, so mimi nataka nikueleze Bishop, nitakuita this week. Hii wiki hii. Kabla ya Ijumaa utanitembelea
nitakuja nikuandikie check mzuri ya kuendelea na hii kazi ya hapa. Sawa sawa. Haya, wana JCM, mimi nimefurahi sana kufika hapa jameni leo. Mimi nataka niulize wana JCM, nataka tu niwaulize mambo mawili. Nataka niwaombe urafiki. Niwaombe nini? Niwaombe urafiki. Na niombe maombi yenu, mtuombee. Mtatuombea? Taifa letu liungane. Na vile imesemekana hapa kwa hawa viongozi wangu wenzangu wote, na waomba viongozi tushirikiane, tufanye kazi kwa pamoja. Sisi wote, mimi, Wamatangi, Kimani, King'ara, Wamuratha, huyu ndugu yangu Kawanjiko, Ovyo hapo, Kagombe pale, Mama Simba hapa, sisi sote mmetuchagua, sote mmetuchagua, mmetupigia kura. Kazi ya watu wa Kiambu ni kazi yetu. Kazi ya watu, nataka viongozi wanisikize kutoka MCS. Waheshimiwa MCS wako area, tuwapigie kwa MCS. Sikizeni. Nyinyi viongozi, sisi tuliochaguliwa na watu wa Kiambu kutoka MCA, wabunge, senator, governor, women rep na rais, sisi ni wafanyikazi wa hawa watu wa Kiambu na wafanyikazi wa taifa letu la Kenya, si ndio? Na kazi ya Kiambu ikiharibika, kazi ya Kiambu ikiharibika, sisi ndio wakuulizwa, si ndio? Ama namna gani? Kazi ya Kiambu ikikwama, sisi wenye kuchaguliwa tutaulizwa. So nawauliza watu wa Kiambu, msitafute mtu ya kulaumu ati ni fulani si fulani. Hapana. Kama iko kazi kufanyika Kiambu hizi hapa, sisi wote we must work together. Mimi siwezi kubali ati kazi ya Kiambu iharibike na sisi tumechaguliwa MCA, women rep, wabunge, governor pamoja na senator. Ama namna gani? Kwani wakati kazi ya Kiambu inaharibika, sisi tuko wapi? Alafu tunaanza kulaumiana. Kama imetokea shida, sijui kama tunaelewana, kama imetokea shida pale Githurai, tusijaribu kulaumiana, to solve the problem sisi wote. Tusiseme ni fulani, sijui ni fulani. Hapana, sisi wote. Mimi nataka niwaulize, kuna mtu ya upinzani kwa hii? Sisi wote hapa tupo hapa, sisi ni watu wa serikali, sisi wote. Si mimi Wamatangi ni gavana wa UDA, si Mama County ni wa UDA, si King'ara ni wa UDA, si Mama Simba ni wa UDA. Sasa nani wa kulaumiwa hapa? So mimi na viongozi, tunaelewana? Na wauliza nyinyi viongozi, tuwache kunyosheana vidole ya lawama. Let us solve the problems that emanate in Kiambu County. You have the responsibility to solve the problems of Kiambu County because you are the elected leaders. Nego kana tiguo. Tunaelewana? Tunaelewana? Kwa hivyo na wauliza viongozi, let us take up our responsibility so that we can support Kiambu County, we can do the business of Kiambu County, all of us. Na mimi nataka niwaambie watu, kazi ya Kiambu nitahakikisha vile ninahakikisha kazi ya Kenya songa mbele.
kazi ya Kiambu itasonga mbele and we are going to work together. Nasema asanteni sana, Mwathani amurathime. Mungu awabariki sana, na nawapenda. Thank you very much. Haya.